Wewe ni kama mama wako akamba mama. Wewe ni mama Jacqueline kweli? Mimi unaniita mama wako akamba. What are you saying? What is he saying? Wewe kumbe una adabu. Kumbe hukufunzwa na wazazi. Si salama kwa. Sana kama sio salama mbona ulikanileta mahali kama huko? Tulia. Najua lakini tulia. Ni sawa. Tulia. Angalia tu hapa, angalia venye hizi vitu zimebomoka hizi manyumba. Ona hizo vichaka, angalia huko. Hata sasa hivi majambazi wanaweza tokea hapo wakujua tuvamie. Yaani surprise ya aina gani wewe mwanaume wewe? Wewe unakonga na kichwa mzuri wewe kweli. At least hata ungenipeleka kwa hoteli ya kibanda hapo nikunywe chai uniambie ni surprise. Ona hiyo jinga yenye umekuja kunifanyisha hapa. Tayari si ningekaa kwa nyumba basi nifue. Niko na sababu. Sababu gani? Jidu kweli lakini unakonga na akili mzuri kweli. Kazi yako tu ni kushinda tu surprise mke wangu. Hii ni surprise ya aina gani sasa? Mimi hata sijui kusikia. Niko na sababu ya kufanya nini? Sababu gani? Ni sehemu iko na historia sana. Huu ndio mwanzo wa mapenzi yetu. Miaka 32 iliyopita. Tulianzia hapa relationship yetu. Mbona unataka huu ndio mwanzo wa mapenzi yetu. Unajua tulianzia hapa mapenzi yetu. That 2 years ago. Mwenyewe mume wangu nakumbuka hizo enzi pia wewe. Jana handsome Yaani kwa kuangalia tu hivi nasema pisha mimi. Nikikumbuka hizo enzi nafurahi sana. Alafu pia ulikuwa hizo wakati na maso siku hizi kuzaa imekuingia umepungua lakini bado nakupenda tu mume wangu. Hata mimi nashukuru kutoka ile enzi wewe pia uko mrembo. Na bado uko mrembo sana hadi sasa hivi. Asante. Cha muhimu zaidi ulinisalia msichana mrembo sana. Hivi karibuni anakuja kupata uchumba. Nitafurahi sana hiyo siku. Nitasherehekea na kuimba kweli. Maana mtoto wetu sasa amepata mchumba. Anaenda kuolewa. Pia sisi tunaenda kuwa na kijana. So unaona sasa familia inaenda kuwa kubwa. Mume wangu. Joe. David. Unasema aje? Sijui kama kwa mtaa nilikuwa nakuja hivyo. Siko mbali, niko huko mjini, wacha nitokee. Joe. Ni aje David? Fit sana Joe. Niko aje Ashon? Asili mimi niko tu mtaani. Pale tu unajua asili lazima tu day tu. Ile wiki lakini lazima tutume. Mwaje? Ule dem? Yeah. Aude mbausikini mmekufia sana. Sika tumeweka ndani ya kwetu hata mama watoto wangu. Sawa hapo. Ule demu bwana, hata nataka niende kwao bwana. Unajue. Niombe sijui kama utanipeleka huko. At least kwa mtu kama wewe bwana, natakanga watu kama nyinyi. Sasa mimi achi ni nini? Najipanga. Najipanga ni kuanzia ile ndio ndio.
ya mswada unaotarajia kuongeza ushuru maradufu kwa wafanyabiashara licha ya huduma zisizoridhisha. Mwanahabari wetu Crispin Otieno amezungumza na baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekataa kauli na kusema kwamba hawatalipa tena ushuru. Mji wa Kisii, wafanyabiashara katika mji huu wakiendelea na shughuli zao za uchuuzi, wengi wakiwa wametamaushwa na serikali ya kaunti kupitisha mswada utakaowalazimisha kutoa ushuru wa kiwango cha juu kinyume na walivyokuwa wakilipa hapo awali. Irene Bosibori ni mmoja wa wafanyabiashara kutoka mji wa Kisii. Mke wangu, siku hizi uchumi imekuwa mbaya. Mbaya tu, lakini si wewe mwenyewe ulitoka hapa saa 8 usiku kwenda ukapiga kura. Mbona niona nikienda kupiga kura? Sasa sasa unanikeusia wakati hii si mambo yetu sisi wote. Unaona maisha venye imekuwa ngumu shwari. Alafu nimefika sijampata Jacqueline kwa wapi? Nimemtuma kwa duka, hata sijua mbona amekawia hivyo, lakini anarudi. Nilikuwa na jambo la muhimu la kumwambia. Jambo gani hilo? Unajua inafaa oleke. Si inafaa tuletee kijana. Yaani wewe mzee, juu sasa umeona uchumi umepanda, kila kitu umeongezwa, ndio unataka sasa kutoa mtoto wako kwa nyumba, si ndio? Lakini si mambo na uchumi, si alikuja aliniambia ako na kijana inafaa mlete tumuone, na yeye pia miaka yake imefika. So mbona tusimuruhusu? Lakini si yeye mwenyewe ndo anafaa ajipange. Sasa wewe juu tu umeona tu uchumi umeongezeka, sasa unaamua kufanya mtoto aoleke mbio. Hata kama uchumi imepanda, lakini si unaona maisha yanasonga. Nasonga, lakini uko na pupa. Sio kufukuza Jacqueline ukijifanya hapa ati aoleke mbio. Hapana, mpaka aoleka. Sio majukumu inakushinda. Hapana, si majukumu hata kama uchumi kwa juu, lakini maisha si unaona inasonga. Hebu harakisha kumpigia simu akuje. Ni sawa. Sawa, acha nimpigie. Amekawia huko sana. Jacqueline. Yes, Dad. Karibu sana. Ulikuwa wapi? Nilikuwa na maongezi na wewe. Nilikuwa tu hapo kwa best yangu but nimekuja. Napenda kutusurura. Sio hivyo, sijakaa huko sana. Jacqueline. Yes, ma'am. Nilikutuma saa ngapi? Mama umenituma tu, imekuwa saa 7 hapo. Na saa hizi ni saa ngapi? Saa hizi ni saa 9. Uona kungana kichwa mzuri wewe? Si ndio, ma'am. Nilikutuma kwa duka, kutoka hapa hadi kwa duka ni inachukua dakika ngapi? Mama, nimekuwa kwa best yangu. Kwa best yako, unajisikia kweli? Mbona ukukuja kuniletea kitu nimekutuma alafu ende kwa best yako? Unajiona sana umemea, si ndio? Yeah, inatosha. Inatosha nini? Lazima niambie, maana najiona siku hizi amekuwa msichana mkubwa, tumetoshana. Ukukazia nini? Lakini wewe mbona ulienda naona kuja hii masashi wa? Nilikuita hapa ni kuongelesha. Yes, Dad. Ulikuwa ukiletea kijana, kwani kumeenda aje juu time inaenda na bado hatujaona? Ukiniambia akuje nyumbani atakuja. Nafaa kuja juu this the time tunataka tumuone. Ujue Dad, mimi naogopanga mama ni mkali. Hapana, tunataka tuone huyo kijana tujue umefikia wapi kwenye relationship yenu. Kama ako serious anakuchukua ama ni mambo tu ingine. Unajua Jacqueline, mimi sina maneno, unasema hapa mimi ni mkali. Sina maneno, mimi ile sitaki nione mtu umeenda umeokote tu kijana huko tu kwa njia, unasema hapa mnatongozana ati amekupenda. Wow, mama utakuwa mkali? Hapana, mimi sina maneno. Kijana mwenyewe nataka nimuone, nijue ni mtu mwenye anajielewa, mtu mwenye anajua maisha inaenda wapi, sio mtu mwenye ana kazi, mtu kazi yake ni kurandaranda na kuvuta hapa bangi. Si hatuna shida Dad. Najua mtoto wangu, kwa hii maisha ni kusaidiana. Sasa ukienda kwa mtu mwenye ana kitu yoyote, mtakuwa mnaishi aje? Ni mapenzi tu ama? Najua mimi sitaki tu mwanaume atokee tu huko akuja kuharibia maisha, uanze kuwa hapa ati unarandaranda hapa kwa hii kijiji. Nataka nijue kijana mwenye anafanya ukuje kwa nyumba mapema. Kama ni kukuoa ni kukuoa. Hatutaki mtu akuchezea kuharibia maisha kwa chinishi hapo. Ati umetoka unarudi hapa, hapana. Kwanza nimeongea na mama yako kuhusu uchumi, sasa utajipanga. Kwani Dad, uchumi ndiyo itafanya nitoke hapa ama? Sio uchumi, ni kukuwa serious kwenye ndoa yako. Saa ngapi hapo? Saa 8 ama?
Kuja tu anytime bora si tuko hadi jioni. So wewe mwambie tu akuje. Hata saa 1 iko sawa. Juu sasa naona ni saa 9 na dakika 10. Sasa akikuja hapo saa 1 ama saa 12 ama saa 11 itakuwa sawa. Sawa, nataka kumpigia tu simu. Ni nani? Baba Jacqueline. Ni kama ni mgeni wa Jacqueline amefika. Karibu. Ingia. Baba Jacqueline. Kijana. Yezo mzee. Wewe. Ni mimi. Karibu. Asante mzee. Habari kijana wangu. Salama. Habari mzee. Nzuri sana. Wewe ndio nilisikia unakuja. Alikuwa mimi. Majina yako juu hata hatukujui. Mimi ndo naitwanga Derek kutoka pale mzaliwa Kakamega County. Unasokuwa aje na jina moja? Naitwa Paul. Naitwa Derek kwanza. Ukiongea mbele ya sasa inafaa unatoa kofia. Sikia tu huyu kijana hata ajielewi. Mara Derek, mara Paul. Jina lako ni nani? Sema jina lako vizuri kwa uhakika tukujue wewe ni mtu fulani na fulani. Pole mama Derek. Naitwa Derek Wafula kutoka mzaliwa Kakamega County. Sasa chenye kimekuleta ni nini? Nimekuja kuajiwa wazazi wake Jackie. Wewe kijana. Unafanya kazi gani kwanza? Mimi nafanya kazi ya kubeba pale Tao Kakamega Town. Kazi ya kubeba ndo gani hiyo kwanza? Ile inaitwanga nini? Kusaidia wamama wale wa Tao kama kuna mizigo na wasaidia kwa wheelbarrow na fulineko kwa state. Pale Kakamega County. Hiyo ndo kazi ya aina gani sasa? Sawa, sasa hapo unalipwa pesa ngapi baadaye? Hapo nalipanga shilingi 50 mzee. Hapa ni shida. Sasa mimi hata tuendelee sione kama utafaulu kuchukua msichana wetu. Ati kijana unasema 50, yeye analipwa 50 bob. Mama Jacqueline, huyu ataweza kweli kuchukua msichana wetu? Huyu simuoni, huyu acha tu aende. Hapana, nalipanga shilingi 50, siku ikiwa vizuri nalipwa napata 150 kwa siku. Kwanza wewe unaishi na nani? Unaishi peke yako ama bado unaishi na wazazi wako ama hata una mahali pa kuishi? Sijamaanisha hiyo 50 acha nikuulize. Unalipa nao nyumba ama ni chakula utanunua naye ama ni mavazi utamvalisha? Unasoma hadi wapi? Wa kusoma? Kusoma mimi nilifika darasa la 7. Na mko na ubaya? Hatuna ubaya, ni wewe unakuja sijui unakaa. Unajua ukienda kuona wakwe zako afadhali unajiweka presentable. Pia sisi tukikuona tunafurahi. Lakini angalia, hizi manguo tu ndo zenye umetoka nazo kufanya kazi ya kubeba vitu alafu ndo unakuja nazo tena hapa kwa hii nyumba. Mama usiangalie. Ulikuwa nadhani tutakubeba aje sasa? Usiangalie mavazi ukadharau. Nikadharau nini? Kwa sawa huko kwetu kumejea. Shilingi 50 nikichwa kuniambia ni pesa ati unafanya ati hiyo ndo pesa yenye unalipwa kila siku. Alafu unasema unamchukua aje sasa mtakaaje? Huyu tumemtupa pesa. Shule tumemfunza kila kitu tumefanya. Akasoma. Mzee siku hizo masomo imati bwana. Masomo imati kama ungekuwa na masomo ungejua ukienda kwa wakwe zako unafaa ukae presentable. Naona tuko na mashida kwa hiyo. Ati mashida nini? Wewe unajiona kweli, angalia venye umechafuka, nguo zimejaa vumbi, unanuka hapa jasho unaniambia si tuko na mashida. Ni mashida gani si tuko nayo? Hata msikieni kiozi nitakuwa ona hata kiti yangu umekalia hapo umeacha chawa na umechafua. Huyu amesoma si kama wewe. Nyinyi mko shuni wazazi wake Jacqueline kweli? Wewe ungekuwa wewe ndio mzazi wa Jacqueline, ungekubali aende na mtu kama wewe? Alafu Jacqueline kwani aliangalia wapi ndio kuchukua? Mimi hata sijui Jacqueline aliona nini kwa mtu kama wewe. Ama aliona tu akuhurumie. Mama Derek ni kama matusi ama na nyumba kwanza kitu ya kwanza. Nyumba nimepewa na niliacha na ndugu yangu mkubwa anaishi mahali pale. Huyo aende tu.
Mimi sioni hata kitu yenye Jacqueline aliona kwako. Itabidi tu utoke wewe. Sasa mama Jacqueline, baba Jacqueline, sasa msichana wenyewe mtamuoa au mnataka kumtafuta mabwana? Nasikia ngo kwenye mnatafuta, hata Jacqueline aliambia mnatafutia hata mabwana. Usikie venye anaongea, hata una adabu. Mimi sijui Jacqueline aliona nini kwa wewe. Mwanaume useless tu kabisa. Shameless man. Wewe ni kama mama wako akamba mama. Wewe ni mama Jacqueline kweli? Mimi unaniita mama wako akambo. Mimi ndio unaita hivyo mama wako akambo. Toka hapa kwangu, amka. Toka uende. Muone. Wewe kumbe una adabu. Kumbe huku funzo na wasasi wako na adabu. Unatusi mke wangu? Hapana mzee. Mzee kwa nini acha enda na hii pindo kusaidia kwa hiyo maisha yako. Unalala kwa mtaro hapo alafu tumejiita unakuja kwa kwenda huko. Katoto kamefai nipa mimi joto, kananiwasha nipa mimi mioto, nimekapata nimeweni mimi loto, na niko soba hii yangu sio ndoto. Sisi kiache disaba koli metal, she gonna win in any beauty battle. She have a chance on her own level, she's the queen, my cutest angel.